Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Neno la Mungu linasema, wamchao Bwana wana akili njema. Wamchao Bwana wana akili njema. Kitabu cha Zaburi 111 mstari wa 10 kinasema, kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima, wote wafanyayo hayo wana akili njema, sifa zake zakaa milele. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunajua kwamba wale ambao wanamcha Bwana wanapata hekima, hivyo wanaomcha Bwana pia wanapata maarifa zaidi na zaidi ya kuweza kutatuliwa mambo yao. Hivyo basi, kitabu cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 7 kinasema kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu uzalau hekima na adabu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo wanaomcha Bwana wanamtegemea Bwana kwa kila kitu. Kwenye ndoa zao wanamtegemea Bwana, kwenye biashara wanamtegemea Bwana, kazi zao wanamtegemea Bwana, katika kulea familia wanamtegemea Bwana. Hivyo basi, wale ambao wanamcha Bwana katika roho na kweli ni watu gani? Tunaangalia ni wale watu ambao wamekwisha kulikiri jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ambapo katika kukiri jina hilo walipewa roho wa Mungu. Ina maana kazi ya roho wa Mungu alifanya upatanisho kati ya Mungu na roho zetu sisi wanadamu. Kitabu cha waraka watatu wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2 kinasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo pale ambapo mwanadamu alikwisha kumpokea Yesu Kristo alipewa Roho Mtakatifu. Ina maana Roho Mtakatifu alianza kumfanikisha katika mambo mbalimbali. Katika ndoa ikawa ina afya, katika biashara ikawa ina afya, familia ikawa ina afya, kazi ikawa ina afya. Hivyo tunasema kwamba wale ambao wanamtegemea Mungu wana akili njema katika kufanya mambo yote, kwa sababu wanafanyiwa na Roho Mtakatifu. Hivyo basi tunaangalia wasio na Bwana, tunaangalia hawana akili njema, wale ambao wamtegemei Mungu. Kwa sababu gani? Kila kitu watakuwa wanategemea akili zao. Kuna wengine watakuwa wanategemea wanadamu, wanategemea waganga, wengine watakuwa wanategemea ushauri mdogo kwenda kwa wanadamu. Tunasema kwamba kitabu cha Yeremia sura ya 8 mstari wa 9 kinasema, wenye hekima wametayari, wamefadhaika na kushikwa. Tazama, wamelikataa neno la Bwana. Wana akili gani ndani yao? Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo ikiwa wamemkataa Yesu Kristo, ndani yao wana kitu gani ambacho kinawafanikisha mambo yao? Tunaangalia hapa, tunakuta kabisa wana kiumbe cha dunia. Hivyo basi, mtu ambaye ameikataa hekima ya Mungu, ina maana mambo yake yatakuwa yanaporomoka. Hata ushauri kwenye ndoa atakuwa anawafata watu. Ina maana watu ambao anakuwa anawafuata sio watu sahihi. Ina maana anakuwa anatoa siri za ndoa. Wale ambao anawaambia, anakuta maneno yamefika mahali fulani. Kwa sababu gani? Amewategemea wanadamu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, mtu ambaye anazitegemea akili zake mwenyewe, ina maana ndani ya familia siri zitakuwa hakuna. Ina maana watakuwa wanapelekana huku na huku kwenda kuomba ushauri huku na huku, mwisho wa siku mpaka watu watawachoka. Hivyo basi, ni neno jema kumtegemea Bwana, kwa sababu kumtegemea Bwana ni baraka tosha. Kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 7 kinasema kwamba amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo wewe ambaye ulikuwa unawategemea wanadamu katika mambo mbalimbali, ulikuwa unategemea waganga, ulikuwa unategemea akili zako, ndugu yangu, ni wakati wa kumtegemea Mungu, kwa sababu kutegemea vitu hivyo ambavyo unavitegemea sio hekima. Hekima ni kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Ni kwa nini basi tunamtegemea Mungu? Ni kwa sababu ndani ya Mungu kuna uhai wa mambo yote. Biashara itakuwa hai, ndoa yako itakuwa hai,
ndoa yako itakuwa hai. Lakini ukitembea nje na Yesu Kristo, ndugu yangu, utafanya kila kitu ambacho utakuwa unakifanya kitakuwa kinakufa. Bwana Yesu asifiwe. Tena kitakuwa kinakufa kwa sababu utakuwa unatembea ndani ya zile njia za mauti ambazo ni shetani. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi za kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.